qad ja'atukum maw'idha min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur, kwamba yamekujieni mawaidha kutoka kwa Mola wenu na ponyo itakayotibu maradhi ya nafsi. So, maradhi ya nafsi ndio kama hivyo unafiki, madhambi, ushirikina, tabia mbaya ambayo inawafanya watu wengi wanaishi kwa dhiki. Kuna watu hawalali kwa sababu ya madhambi. Yaani mtu anafanya madhambi mpaka anakosa usingizi, moyo umechafuka, mwili hauna thamani, nishati imeondoka katika mwili wake kwa sababu ya madhambi. Kila akikaa kitandani usingizi hauji, kila akichota maji akaoga mwili bado unapauka. Yaani huyu maasi yameganda, yameweka sugu kwenye moyo wake na mwili wake. Kuna watu kwa sababu ya madhambi wanatangatanga usiku na mchana, hawapati utulivu. Kwa sababu ya madhambi ndoa zina mipasuko. Kwa sababu ya madhambi familia zimetengana. Madhambi, kuna mtu anafanya madhambi mpaka migogoro imemea sugu katika familia, migogoro imeota sugu katika ndoa, migogoro imeota sugu katika watoto. Ndio unakuta mambo yanaenda shagarabagara. Haya ni maradhi ya nafsi. Inawezekana pia kwenye maradhi haya ya nafsi ukawa unauma moyo. Inawezekana kwenye maradhi haya ya nafsi ukawa unauma mapafu. Inawezekana kwenye maradhi haya ya nafsi ukawa unauma ugonjwa wowote ule, ima utaonekana katika vipimo vya kisayansi au kwa nadharia tu tukasema unaumwa. Qur'ani imekuja ili kuwakusanya waumini na kuwaambia katika ile kauli ya Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatu lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Allah akaileta Qur'ani ikiwa ni ponyo, huruma na kwa waumini Waislamu ambao wamemuamini Allah, wakajizuia na madhambi, wakajinyenyekeza kwa Mola wao, wakaswali, wakafunga, wakatoa sadaka. Qur'ani imekuja ili waponye si tu maradhi ya nafsi, bali maradhi ya kila namna kwenye maisha yao, na hayawezi yakabaki kuwa sugu kama wanadamu huyu ataamini kwamba Allahu shafi, yeye Allah ndiye mponyaji. Huwezi ukabaki na maradhi sugu. Kuna watu tumefanya dua na Mwenyezi Mungu akawafanyia wepesi, lakini pamoja na hivyo kuna watu wengine hawajafanyiwa dua na Allah akawafanyia wepesi, kwa sababu kwenye masuala ya kuishi mwanadamu kinachohitajika kwenye maisha yako, imani yako, utiifu wako kwa Mola wako. Mnaweza mkaja hapa nyote maelfu na mamia, sawa? Mimi nikafanya dua. Kwenye dua kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, Allah utazama imani ya anayekufanyia dua na imani ya anayefanyiwa dua. Hivi vitu lazima mvielewe. Allah anatazama imani ya anayekufanyia dua na imani ya wewe unayefanyiwa dua. Katika viwili hivi, kama imani ya anayekufanyia dua inaungana sambamba na Mola wake, huyu amehuisha imani yake, ni mpya, ni safi, haina takataka, imesimama imara kwa Mola wake. Akikufanyia dua mtu huyu, lazima utapata mafanikio ya kile alichokiomba kwa ajili yako. Lakini kama mtu huyu anayekufanyia dua, yeye imani yake ni ya kuungaunga, haijasimama kisawasawa, Allah atakutazama wewe unayeombewa dua, unapata mafanikio ya kile unachoombewa kupitia uzito wa imani yako na mawasiliano yako mazuri na Mola wako. Ikitokea wewe unayefanyiwa dua vizuri, una imani, umeshajikatia tamaa, uswali, ufungi, utoi sadaka, wala ufanyi amali yoyote ya kheri, wewe unaishi tu ili mradi siku ziende. Sasa
kadhalika anayekufanyia dua pia na yeye haeleweki. Sasa kama utapata mafanikio ya kile unachokiomba, ni kwa rehema za Allah, kwa sababu yeye ni Ar-Rahman, ni mwingi wa kurehemu, anayerehemu neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo. Haijalishi wewe umesimama kwenye nafasi gani. Ndio maana anaweza akatoka mtu kanisani, amekula nguruwe kule, ameimba ngoma kule, amekata mauno, akija hapa afanyiwe dua, labda anataka huyu biashara yake iende, tukamfanyia dua, akarudi kwenye biashara yake na biashara ikaenda sawa. Si kwamba imani yake ile ya kupiga ngoma na kula nguruwe na kukata mauno ndio imemsaidia, bali ni imani ya huyu aliyemfanyia dua. Na inawezekana huyu aliyemfanyia dua imani yake sio sawa sawa, kwa kuwa Allah bado ni Ar-Rahman, ataendelea kumrehemu yule mtu, haijalishi imani yake imekaaje. Ndio maana tunawaambia simameni katika misingi ya dini, mkijua hakuna jambo lolote linaloweza kupita kwenye dunia hii bila ridhaa ya nani? Ya Allah. Bila ridhaa ya nani? Mbona mjibu? Bila ridhaa ya nani? Hakuna jambo lolote litakalotokea bila ridhaa ya nani? Ya Allah. Hivyo inshallah mimi naona nisopie hapa kwa sababu magharibi itaadhiniwa, sio muda tuingie katika dua.